makini, wanaweza kufundishwa siri za kishetani, akawadanganya waende kuzifundisha kwa wateule. Ndio maana naandika kwenye Mathayo kwamba atadanganya hata hatimaye na wateule wamwache. Kwa hiyo wako watu wametengenezwa kabisa, lakini walichokuwa wamebeba kini cha Mungu alikiweka yeye, kina deviatiwa, kinafanyika kitu kingine. Ukishaona ni mhubiri, usijione uko sawa. Elewa wanadamu tunahitaji mafundisho yako. Shetani anayatafuta usiku na nini, na Mungu anayataka usiku na nini, ili ubadilishe watu waje kwake. Sasa watu wanasema kwa nini shetani ametawala? Alishajua. Akinasa ushawishi wa mtu fulani, akinasa elimu ya mtu fulani, akinasa biashara ya mtu fulani, tayari wako watakaomfuata kwa sababu ya ushawishi wake. Na ndo sababu wote mnaowaona walianguka, waliokuwa na vipawa maalum, walifumbwa mambo, wakapachikiwa wanawake ambao sio wa kwao. Kwani Yakobo alifanyiwaje? Usiku akamfumba, wakampa Lea badala ya nani? Ya Raheli. Fumbo likatumika. Makanisa ya kwenu, kwa mfano mwanangu, walikufumba watu wakaona wana support, walikuja kukudestroy. Na waambiako sikubali misaada ya watu, itakuua. Siku wakikata ili uanze kujisimamia. Mimi mwanangu, ngoja nikwambie, hii inaitwa sauti ya nini watumishi? Nitajie mchungaji aliyewahi kufanya semina siku 3 hapa ambaye si mwanangu, au mchungaji mgeni aliwahi kuja katikati ya ibada nikampa madhabahu akahubiri kasoro dieni. Hayupo. Miaka 6 hayupo. Ndo naandaa aje Daniel aje kuhubiri. Dani ndo atakuja kuhubiri, ndo atakuja kufanya semina hapo. Dani ndo nimemwambia njoo, tutakuwepo wale tunaoraraga kanisani. Sababu washirika wangu kiwaambia waje kwenye semina wanakuja. Wako wanazunguka na rais, watakuja huko. Eti wako kwenye ziara ya kutafuta sera na dira ya taifa. Nakuja huko. Awaji. Hilo kiwaambia baba anafundisha semina, hawa hapo. Wanakuja. Na wanakuja na vyakula, wanaweka kambi, wakishajua retreat ya mzee anaendelea. Hawa. Sijajua kama watakubali wakati Dani ana. Niko namwambia Mungu anisaidie. Ninataka nifunge kuanzia kesho, niregeze mioyo yao, kwa sababu unaweza kaleta mtu ukamwambia njoo na wasije kumsikiliza. Wakimsikiliza siku ya kwanza akamwambia hili somo makoka, na kwambia wewe alichofundisha nakijua. Baba taonana asubuhi. Ndio hawaji tena. Wanakuja kukujaribu kwa maswali na nini. Hawajaribu wewe, wanajaribu ulicho nacho. Inaitwa interview. To interview, are you okay in God or not? Na waambiaga wachungaji, Bwana asifiwe wachungaji. Wachungaji Bwana asifiwe. Amen. Mimi ni baba wa wachungaji, siwezi kuhubiri bila kusema hilo. Sikiliza. Usipende kutuma message kwa wadada wanaokuja kanisani kwako. Tuma. Utazikuta kwenye gazeti. Wamekuja kukuinterview. Unatongozeka au unatongozoshwa? Yani wewe tuma message. Tuma. Unaona hizi message wanakutumia, daddy umependeza, daddy you are handsome. Usijibu hata zijibu. Wewe sio handsome kamwe. Ni kanungunungu anakutafuta kunungulishe. Mimi nakwambia, pastor, chati na mtu uone.
Malkia akaenda kwa Suleiman. Alipofika kwa Suleiman, maelezo yanasema akaenda ili amjaribu kwa maswali. Kwa nini watumishi wa Mungu? Kwa maswali na kwa mafumbo. Kwa lugha nyingine, maswali anayoulizwa Suleiman yamefichwa. Hivi Mungu wenu huwa ili mumwabudu ni lazima mubaki uchi hivi? Wakisema tayari. Kanisa lenu si maji sawa tu nikija na chupa. Anakuja mtu kanisani anakuambia nimeleta maji yaombee tu, nimekuja nayo mimi. Ukiyaombea anakwenda anasema wanatumia maji na nini? Wateke ndani. Usiende sehemu kaalikwa, baba hii shida, tulikuwa wapi? Anatuletea maji tu yaombee. Dodoma kuna mara tulienda wakatuletea maji tu yaombee. Yaani watu wamekuja Mwanza kwa Bonge walileta maji tu yabariki maji, waende wanywe wapone. Kayaombee uone. Kiburi chako chote cha kuwasema watumia vitambaa na mafuta kinafia hapo. Hawakujaribu wewe, wanajaribu ulicho nacho. Siku moja nimwambia mamangu Zena, namwambia Zena, wewe hujajua wewe unapendwa sana. Sasa kwa sababu unapendwa sana, watakujaribu. Tena sio kidogo. Yaani wanaweza kukujaribu ukafika sehemu ukafunga mizigo ukaondoka ukajua kwamba umemkomoa Mungu, kumbe umejikomoa. Nilikuwa namsimulia mamangu yule. Niliwahi kumwambia kipindi kile, kamwambia usipoelewa dhambi ipo inakuotea. Na wakati wanakujaribu hujatenda dhambi huna. Ukishakubali kujaribiwa dhambi inaingia. Biblia inasema akamjaribu Suleiman kwa mafumbo ya sirini kabisa. Kwani wanakujaribu wewe? Wanajua sana ukikaa sauti ya shangwe siku moja unaweza kukutana na rais sehemu. Nini kifanyike? Watakwambia hapa kuna Mungu, hapa kuna nini, utawacha. Na wanakuletea sababu na maelezo. Ni mafumbo yamewekwa ujaribiwe. Ulichokibeba kiache kufanya kazi. Endelea kusoma rafiki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninahisi mniruhusu ni deep kidogo. Mnivumilie wachungaji. Hapa ndiko makanisa yalikofia. Anakuita mtu anakwambia baba nitembelee. Baba njoo kwangu kabariki nyumba yangu. Unakwenda kubariki nyumba. Kumbe wakati nyumba inajengwa hakumshirikisha Mungu. Kuna mizimu imewekwa huko ndani. Unapoingia kwenye nyumba mali ya mizimu, inapata uhalali kushtaki mbele za Bwana kwamba hata huyu anakuja kula chakula cha mizimu. Hujaona na mwaga vyakula? Unasemaje? Kwani wachungaji wengi wamefia wapi? Si kwenye nyumba za washirika. Washirika ndio wameua vipawa mlivyo navyo. Hebu kanizungumze kwa sababu nimefika hapa kwa Malkia wa Cheko. Washirika ndio wameua nguvu za wachungaji. Alinunua tungo kama hii akakuletea kitendo cha kuivaa. Kilo kiita uwepa utokei. Kilo kiita uwepa utokei. Unajiuliza nini kimetokea? Kitu ulicho nacho kimefunikwa na nguo. Kwa hiyo akiwezi kufurukuta, nguo imekifunika. Ukiivua ndo kinatokea, ukiivaa kinakataa. Wachungaji wengi wamefia kwa washirika, sio wengine. Unabisha nini? Kichwa cha Yohana kiliondoka siku ya birthday. Sijui unaelewa baba? Na kiliondoka kilaini, wala hapakuwa na sababu. Shida ni kitu alichobeba Yohana cha kukemea dhambi na ukataa uovu. Ndicho kinatafutwa asija kakemee tena. Siku ya birthday
Akanyungulika Herodia. Akaambia, unataka nini? Akasema, kichwa cha Yohana. Kilichomfukuza Vashti kwenye ufalme ni nini? Si harusi tu. Wachungaji wamefia kwenye vyakula. Unawajua wachungaji wanahudhuria harusi, nina harusi ya mtoto wangu. Nenda katembelea makanisa yao, hayana nguvu tena. Yaani si unaona ulai kusafiri na mchungaji, mnatoka Kibaha mnaenda Mwanza, mmekaa siti moja, akitazama karanga, leta, anabugia. Aliyekaanga karanga amekaranga kwa mikono ya mtoto. Chipsi, leta. Yaani yeye anakula kila eneo, kila kituo. Huyo mchungaji hata akikuhubiri Januari mpaka Disemba hautabadilika. Mchungaji asiyezuia kinywa chake kulakula hawezi kuwa na nguvu za Mungu. Hawezi, nawaambia ukweli, hawezi. Wanangu, mimi nimeona mchungaji anajaza sahani mpaka kunakuwa na kakichuguu juu, anakunguta yote piu, alafu inazama wapi? Tumboni, alafu anatakiwa kuwa na prayer. Panahitaji neema ya ziada hapo, kubeba mento, kubeba mafuta ndani yako. Chakula kikizidi tumboni kikawa kingi, uwezo wa kustrike rohoni haupo. So I don't eat much. Hatuli kama mnavyokula. Wachungaji wamefia kwa waumini. Wachungaji wamefia kwa waumini wa kutosha. Usione wanaimba kanisani, baba ni mwema baba. Sio waumini hawa. Hawa ni kina Malkia wa Sheba, wana maswali na mafumbo. Wapo kanisani, wanatafuta siku moja tu uwatembelee. Baba, kamuulize Samson, alifia kwa mtu. Macho yalingolewa kwa mtu. Utakuja ulale nyumbani, nimeshakuandalia. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali, nasema malaya ukaa pembeni akiita njonjo na ametandika kitanda. Anakuambia nimeshatandika kitanda, kiko tayari ni kufika na kulala. Nenda. Ndio maana vidada vingi kwa sasa vimepanga vyumba mbali na nyumbani kwao, wamalize wacha Mungu. Ukimwambia I love you na anachuma. Kwani mmesahau Franki wetu amepotelewa? Na wasaidia mwelewe. Kwa maana vidada vingi vina vyumba vyao. Humo kwenye vyumba ni madangulo. Ni kama ilivyo ile nini ile uwanja wa ofisi. Ukiona na mtoto wa kike, hawezi kuacha chumba chake aje akae kanisani. Kama mnavyoonaga yule Doli anakujaga, yule Doli anaweza akakaa kanisani mwezi mzima. Yaani kama Doli hana ziara, huyo binti yule Doli anakwambia chakula kiko kwa Mungu wangu. Utamwona na kabegi anakuja moja kwa moja. Hao ni waliomuishia Mungu. Lakini waliotumwa kuwa na mission ya kuuliza maswali na makwesheni na mafumbo. Baba. Huo muda wa kusoma Biblia na utoa wapi? Ana muda kutuma message, baba naumwa titi, baba naumwa paja, baba yani na ukienda vibaya anakupigia picha kabisa, anakutumia pacha hilo. Tunaona mengi. Wachungaji wamefia kwenye nyumba za washirika. Ni kina Malkia wa Sheba wako kanisani. Biblia haijasema alimuuliza Malkia. Biblia haijasema Malkia alimuuliza maswali Sulemani akiwa Sheba. Amemuuliza akiwa wapi? Yerusalemu. Nyumbani kwa Sulemani. Na Sulemani muda wote alikuwa anakaa hekaluni, si mnafahamu, kwenye nyumba ya kifalme. Hana shida, haogopi kukuangusha akiwa kanisani.
Kwa wachungaji wameangukia wapi? Si kanisani tu. Mafuta yalifia kanisani. Hawezi tena kuisema dhambi, hawezi. Anzie wapi? Kalituma kako mbele yake. Unacheza nini? Bwana asifiwe. Akaja ili amuulize maswali Suleimani kwa mafumbo. Unapewa gari na mshirika, unapewa nyumba na mshirika. Baba, usiwe na shida, nimekupa kitu. Baada ya miaka 2 hivi alivyokupa ni usiseme uwezo wake. Siku ukiusema na hubiri, gari inafuatwa asubuhi. Haibu ikikushika, ukijua ameninyang'anya gari, ameninyang'anya nyumba, ameninyang'anya kiwanja, ameninyang'anya mavazi, unakuwa demoralized. Badala ya kuomba Bwana abariki kazi yako, unaanza kuomba Bwana, tazama, pigana naye, amekuzalisha. Hana haja na Mungu. Huyo sio wa Mungu na Mungu hahusiki naye. Unabaki kuumia. Matokeo yake unaiacha kazi ya Mungu. Ilikuwa ni target na mkakati kwamba ikifika muda fulani tumshushe moyo. Simple. Sini kama wachungaji wanaotegemea washirika waje kujaa kanisani. Yaani mchungaji yeyote, hata huyo akiwemo huyo mchungaji huyo, unaitwa nani baba? Pastor Jacob. Hata huyo anatembea kama marehemu kwa sababu ya mentality. Ilishatengenezwa mchungaji lazima uwe na washirika. Kwa hiyo akija mbele zangu baba yake anambia, baba, waumini hawaji, hawapo. Yaani anaamini alituma kuhubiri watu, hakutuma kuhubiri injili. Injili haijasema nenda kahubiri watu, inasema kafundishe watu. Wamekuja fundisha. Na usuri Biblia haijasema mtafundisha mliotafuta, mtafundisha nilioleta. Kondoo wangu sauti yangu wanafanyaje? Anaijua. Nenda mkayavune mazao ambayo hamjataabikia. Sio muyataabikie. Mimi wakati naongoza sana toba nilikuwepo. Wakati unabatizwa kule nilikuwepo. Wakati unaanza huduma nilikupe. Mbona umeletwa? Kwani sauti uisikii? Sio swala la kukukaribisha. Utapigiwa simu huko, utapanda gari shwa. Huli mpaka uje kusikiliza. Ukiona unafika sehemu unakata tamaa, unashindwa kwenda. Washirika wameua wachungaji. Wachungaji hawajauliwa na shetani. Waumini ndo walikuanzisha taratibu. Na ili shetani afanye kazi, waumini ndo wanaanza tu na tamaa yako kidogo kidogo. Baba unapenda shati, unaletewa. Baba unapenda kiatu, unaletewa. Baba unapenda nguo, unachukua. Baba nakuletea maiki, ile maiki kinunuliwa wanafanya hivi. Ndio maana nakwambia mshirika asikununulie maiki ukatumia. Inafunguliwa hivi. Inafunguliwa namna hii. Kama wataweka sumu hapa, wakikuhurumia wasiweke sumu. Wananuiza kila atakachokiongea kwa jina la Yesu Kristo au kwa jina la shetani wangu kibaki hapo hapo, mtu yeyote asikielewe. Na kama ataelewa akienda nyumbani akitaka kusoma Biblia asisikie. Anafunga Biblia, anafunga maiki, anafunga maiki. Baba nimekununulia maiki, nimekuletea mtumishi wa Mungu, nimekuletea. Hujajua maiki hiyo ilishawekewa kizibo, usije kaongea wakasikia. Usipende kuvaa nguo ulioletewa na mtu from nowhere. Usivae. Kuna maneno ameyasema kule. Mimi sijawahi kuletea maiki nikatumia. Hata hii tumia uone. Ukipewa maiki na mtu asiyekupenda, mchungaji akakununulia maiki, kanisa lako lote na hamia kwake. Kwa lugha nyingine unaongelea kile anachokiongea, maana yake yeye ndiye anayeongea mule. Kanisa, wachungaji wanaume wengi walihama kwa chakula. Yaani wanaume wengi kuhama kwako, kuacha kuwa mumeo,
anaandaliwa chakula tu. Kwani Hamani kafaje? Si karamu ya nani? Kilichomua Hamani nini? Nimekaribishwa na Malkia, unaona ninavyoheshimiwa. Alienda kwa mke wake anaitwa Zereshi, asema mfalme amenikaribisha mimi. Anatembea na yale mavazi ya Kikalidayo. Amenikaribisha mimi kwenye harusi na kwenda na uswero. Mimi Malkia na ameniheshimu. Hajui harudi. Atatundikwa wapi? Nenda kale karamu ya watu. Mimi nimeona jamani, nimeona mdada amemuua mchungaji kwa maji aliyoosha huku. Ameenda bafuni, mdada ameosha, anaweka kwenye kibeseni, anaosha, kaosha, amemaliza siku zake, ameosha, amemaliza, akatia kwenye kikombe, akaenda kamimina kwenye chakula cha mchungaji. Kwa macho nimeona mimi. Acheni kula vyakula kwa watu. Ninyi watu. Mimi pastor alikuwa sio mzinzi, sio tapeli, sio nini, ni mzuri tu. Akianza kuzungumza nasema wow. Kaosha, amemaliza siku zake, ndo siku ya mwisho kaosha, kamaliza, kaenda kachanganya kwenye juisi, kamletea pastor. Mchungaji anajua na kunywa juisi iliyochanganywa na maji ya baridi, kumbe anakunywa kanyaboya. Unakula kwa watu, wana mafumbo wameyaweka. Asikudanganye kwa sababu anajiita nabii, asikudanganya akakwambia kwa sababu ni mchungaji mwenzako. Kuweni makini. Wanawinda ulicho nacho. Kilichokufanya wakualike Arusha yeye haalikwi. Kilichokufanya waalikwe Mwanza yeye hali. Atakwambia baba hujakanyaga kwangu, baba usiende. Nimeona kwa macho mimi. Shetani ameinua watu wake wanaotakiwa kuharibu kazi yako. Kama Malkia wa Sheba angefika kwa Suleimani na Bwana asimsaidie Suleimani akatatua yaliyompeleka, akayafumbua aliyomfumba, na waeleza msingeisoma historia ya Suleimani leo. Ungesema si yule mjinga aliyedanganya kwa Malkia. Na Mungu alivyowaajabu, anasema Suleimani akataja misundo mali, akataja habari za wadudu, akataja habari za ndege. Malkia akabaki anakodo. Kwani yale nitokea mimi hapa? Kwani nimesahau? Walikuja mashehe, wakaja wachungaji wanaitwa amani, sijui watu wadumisha amani hawa. Kanisani wanataka kuniuliza Mungu naye mtumikia ni nani? Mpaka shehe nikamuombea. Mungu asipokupa neema kidogo, nakwambia waliondoka wameshikwa na mikono. Mpaka shehe akanambia nitakuja matende yangu yaishe. Wanacheza nini? Wakisha kupigia mahesabu unaitwa Daniel. Wamejua rushwa uli, mademu tembei nao, kwenye harusi za kusimu wendi, kwenye vikao vyao havendi. Wanatunga sheria ya kumwabudu Dario. Watatunga sheria ili Dario abudiwe. Usipomwabudu wanatengeneza shimo la simba ili utumwe kule. Kana unawajua watu. Wana mafumbo waliyaficha kwenye sheria ya Kikalidayo. Na wakasema isibadilike neno lolote. Yani wameitengeneza wao. Wanawinda licho nacho Daniel. Kisichokula rushwa hicho, kisichoiba, kinacholinda mali za mfalme asipate hasara, ndicho wanachokiwinda. Kwa nini watu hamko kazini? Kwa nini hamjajua? Hamjafukuzwa kwa sababu ninyi ni wezi. Wako watu walitengeneza njia uonekane mwizi, ukajipachika mwenyewe pacha.
wanaokamatwa na rushwa inakuwagaje? PCCB ndo watengeneza rushwa wenyewe. Unaenda wanakupa na hela zao za rushwa, uende ujitegeshe tena, sio wanakuambia usiende. Jamani, toka hapa nenda pale Kibaha PCCB, waambie kuna mtu ananitaka kwa ngono, mimi nataka tumkamate, anataka tumpe hela. Wenyewe ndo wanakupa hela, hawakwambii usiende. Wanakwambia usiende. Wanafanyaje? Wanakufanyaje? PCCB wale wamefundishwa kutengeneza mazingira ili mtu akamatwe na nini? Na rushwa. Tamaa yako ndogo wanaikuza wao. Anaandika Yakobo, Mungu hamjaribu mtu, bali mtu ujaribiwa na tamaa yake, huku akivutwa na kuda. Wanaikuza inakuwa nene. Kiu yako ya kuolewa inabadilishwa, inakuwa pana. Unaletewa ndoto, unalala na mwanaume, ni kisa una kiu ya nini? Unaletewa ndoto, umepewa mimba, umezaa mtoto, unanyonyesha na unamfuata mchungaji, huu ndo wakati wa Bwana, natakiwa niolewe, mimi naota ndoto za wanaume, naona ni bora nikawe na mume wangu. Baba. Yaani unavotoka kwa mchungaji tu, mume wa kwao atakaye kukataza kuhubiri, atakaye kukataza kuimba, ndo anatokea mbele. Na ukimaliza kutokea tu unasema Bwana amenijibu Baba. Yaani yale maombi tulioomba jana, tayari nilivyotoka nikatumiwa message na yule Bwana, kumbe Mungu alikuwa anatusikia. Baba. Kitendo cha kufunga ndoa, sitaki uende kwenye kuimba, si utakiwi kwenda kwenye yani unajiuliza, nilimwomba kwa Bwana, ndo yamewakuta kina Masa Mwaipaja, ndo yamekuta kina Kristina Shusho, ndo yamewakuta, sio wao. Walipatikiwa madudu, sio ya kwao. Madam tu anasapoti injili yako, mwisho Masa unasema hapana, hii sio. Kwani watu wamekufaje kiroho? Chakula kimewaua. Iliwekwa fumbo tu la karibu nyumbani, baba karibu baba. Mzee wangu mzee Sanga yule baba Kibondeni pale nilikokuwa na abudu mimi mshirika, mimi nikiwa mshirika nilikuwa nasali kwa mzee Sanga pale PGM. Ilikuwaje? Kaitwa hotelini, na ile hoteli ya Rombo ya pale, Mungu aisaidie sana. Wahubiri wengi wamefia pale panaitwaje Rombo pale. Bareki ndo nazijua hoteli. Panaitwaje pale Rombo pale. Yasinza, ile Yasinza ya kukunja kona pale. Imeua wachungaji ile hoteli, Mungu aisaidie. Yaani wachungaji acheni kulala Rombo. Wachungaji wote wa Arusha, wachungaji wengi wa kutoka wanafikiaga wapi? Imeua wengi. Kaalikwa, kaambiwa baba njoo utanikuta pale hoteli, dada yangu anaumwa. Mzee Sanga kapangiwa hoteli chumba na mdada, kamwandalia utakapokuja kwenye huduma baba kutuhudumia, utafikia wapi? Hoteli. Mwenyeji wako nani? Huyo mdada. Ana dake anaumwa, tumbo limemsumbua muda mrefu. Haina shida mwanangu, nitakuja, hiyo nitaikomesha kwa jina la Yesu. Nenda. Mzee Sanga akaenda. Mzee, utumishi ulibaki pale. Sanga, kama mnamjua Sanga, mpaka kesho utumishi wa mzee Sanga haupo, ni porojo na kuvaa misalaba mikubwa. Ndio hiyo. Nenda pale, si yupo, sinatangaza asikie. Utumishi ulibaki Rombo, ulibaki kwenye gesi. Kwani ilikuwaje? Kaitwa tu, kaenda, kanyosha na alivyo mtanashati kama kakiziba, kavaa katanashatika, hajajua ni mtego, ni fumbo la Malkia wa wapi? Wa Sheba.
Amefika baba karibu, kapokelewa na gari. Kipindi hicho yuko Mbeya, anawika. Kaletwa mpaka pale, kafika, kaingia na begi chake, ametoka Mbeya, kalipiwa tiketi, kalipiwa hoteli. Hoteli yenyewe aliyolipiwa sasa ni executive room. Kuna chumba kwako unakolala na sebuleni unakoongea na washirika. Wamemwandalia mazingira mazuri. Itikia amina. Kama uliwahi kulipiwa hoteli sema sirudi. Wewe dada kaja vizuri tu, kampokea baba karibu, na baba akaona kweli nimepokelewa na mcha Mungu, kapelekwa hoteli. Anayekufungulia chumba cha hoteli, unaingia chumbani na dada aliyekupokea, mshirika. Si ndo anakijua? Wewe unakijua? Si mtoto wa kiroho? Una shida naye? Si mzuri tu. Chumba aliingia kabla yako, chumba kimepuliziwa, akiingia pumbazike. Ndaliye kilipia kabla yako. Mzee kaingia mle ndani, baba utapumzika hapa. Ndanawahi kwenye madirisha, afunge madirisha mapazia. Baba, hapa ndo tulipokuandalia. Kwa madirisha yanafungwa. Baba, pa kuogea ni hapa. Anawahi bafuni. Baba, huku ndo bafuni utaoga. Umepapenda baba? Wewe likichwa rote onia. Nimependa. Umependa? Tutalala wote hapa. Wewe utapenda tu. Baba, ungetamani kula kitu gani leo? Ungetamani ule kitu gani leo? Ungetamani ule kitu gani? Mimi nataka nile chips kuku au chochote kizuri. Kuna nini hapa? Kuna nini hapa chochote kizuri? Unaitikia chochote kizuri, wanakuambia sawa, haina shida. Hawana tabu, watoto wa kike wamejipanga. Sinza hapo. Akaingia chumbani, wakamwacha, wakatoka, wakamletea chakula. Ndani ya chakula imeweka cocaine, imeweka alcohol kwa mbali, kipombe fulani kwa mbali, akionyeshi tu kimemiminwa chwa. Mzee akagonga chakula. Kitamu, anasikia uchachu kama limau imewekwa, kumbe gongo. Gongo. Nini? Gongo. Yeye anahisi watoto wa Rutu walishakufa, wako huku Tanzania na wanaendelea. Wakaondoka. Mzee kagongo kale vizuri, kausingizi, kauchovu, ka safari, karara kwenye kitanda kilichoambiwa apumba. Wakamwacha amelala mpaka mida saa 3. Baba, umeamka? Ungetamani tukuletee kitu gani? Nina dada yangu yule ndo ametoka kazini. Unajuaga yeye anatokaga usiku. Dada mwenyewe, kope zimebandikwa, kumechorwa na virangi vimekaa hapa. Anapaja, unganisha ya mke wangu 5. Hii kiuno baba inatepeta kama steki ya nyama. Kaja dada. Halafu cheki hiyo nguo aliyokuja amevaa mwanangu. Hiyo nguo ni resi kabisa, resi. Titi linaonekana, na titi kana kwamba halijawahi kunyonywa, limekaa kifuani. Kaja akafikia pale sebuleni pale, na mwenzake wamekuja. Baba karibu. Baba hana tabu. Wamejigonga perfume hiyo, kadri unavovuta ndo unavokulewa. Baba amekaa kiti chake kama hapa, wadada wamekaa pale. Akikaa ile sketi inasogea nyuma, unawekwa mtandio, resi material. Mtandio, resi material. Hakujavaliwa nguo nyingine, ni chupi tu. Chupi yenyewe ina wavuavu, yani pale katikati kuna wavuavu. Imekaa hapo, imefunika sambusa inayouzwa kwa beiche. Pigie Yesu makofi. Anaitwa Malkia wa nini? Malkia wa nini? Basheba. Kaja sasa, ndo amefika na mafumbo yake, ndo hayo kaja nayo. Mzee kaletewa chakula ale. Dada mtu kalipuka
pepo likalipuka. Baba jara anajiona ni upako, dada kalipuka peko. Hakuna cha pepo, kalipuka yeye. Leta wapi? Leta wapi? Anavyosema leta wapi, inasogea huku kuna wavu. Kinguo cha katikati kinapanda juu, alafu paja lenyewe kama rakiti moto. Tunakadada kako hapa ni keupe. Mzee anainuka kufanya hapambane tu apokee pepo. Yule mdada mwingine anaji baba. Likasimama lile pepo, linaanguka kifuani kwa baba. Zile chuchu sasi. Baba sio Hanisi. Baba sio. Wakati wa purukushani wa pepo na nini hamna shida. Hilo sio shida, ni wakati nipe. Baada ya muda likaanguka pepo. Kwa hiyo baba unatakiwa hangaike na paja, mrudishe. Yule amekimbia kutafuta kanga. Leta kanga. Katoka kamwacha baba na hangaika na mapaja ya pepo. Kitimoto yule. Wamemaliza, hamna shida. Tunaondoka, haina tatizo. Baba, kitendo cha watu kuondoka, kumbukumbu ya Titi kaanza kurudi. Lilivyo ni mgusa, paja lilivyo jeupe. Ile nyundo ya Chama cha Mapinduzi kidumu. Kidumu. Kifanyaje chama? Na mkono umejiku. Si unajua ile inakunjwa ile kidumu ya Chama cha Mapinduzi. We kidumu kitadumu kweli? Kidumu chama kilidumu. Chama cha nini watumishi? Akikaa anatakiwa apige simu. Mmefika wanangu. Kumbuka kidumu Chama cha Mapinduzi imeshafanya. Sasa sauti sio kali tena kama ya mchungaji. Kuna sauti ya kidumu yenyewe ipo. Kidumu Chama cha Mapinduzi kisha dumu, huwa kuna sauti nyingine inakuja. Muulize Makoka, ndio amekutana nayo mengi haya. Makoka bwana asifiwe. Anaitwa Malkia wa nini huyo? Kaja kumjaribu nani mama? Suleiman. Ana fumbo lake. Yaani simu ilipoingia ya mchungaji kutaka kujua, kapewa Malkia. Daddy, asante. Daddy umenisaidia. Kumbuka huku kidumu iko wapi? Na kanuni za kidumu inachokijua ni hiyo sauti ndogo ndogo. Kwani mmefika wapi? Tunarudi nyumbani, lakini baba nasikia kama tumbo ndo limegusa sana. Mko mbali? Baba tuko mbali. Rudini tu, nitaomba litatoka. Kidumu ndo inaongea sasa. Inayoongea sasa ni kidumu cha nini? Karudi. Hivi itakuwaje? Atatuweza hawaongei? Alifurudi. Uko na mdogo wako? Hapana, ameondoka. Ameondoka baba, nimerudi mwenyewe. Baba siwezi kupanda ngazi. Jikaze uje. Kaingia chumbani. Kuguswa tu. Kumbe marasha aliyojipiga baada ya kwenda yanaongeza ulevi. Na akili ya mwanaume ikishapata ka ulevi haikumbuki. Kwa jina la Yesu. Mzee akaanza kusogeza. Sio toka tena, ni anapapasa taratibu. Kanisimulia yeye. Anapapasa taratibu. Mwishoeka kumbatia. Unasemaje? Dada akaelewa chama kimeshakuwepo. Kasogeza mwenyewe kitandani. Utumishi aliuacha wapi? Hata alivyokula chakula ya mbinguni hajui. Acheni kuwaita watoto wa kike kwenye gesti. Nenda na ulio wa kwako na uwajua. Wanaojua this is that. Hawa wengine hawajui uchungaji wako, wanajua ni mwanaume mwenza, ni mwanaume. Wanaitwa Malkia
Guse mchungaji uliyekaa karibu naye, mwambie hongera sana kwa kuja leo. Somo ndo limeanza, linaisha Jumatano jioni. Part 2 yake itakuwa saa 3 usiku leo. Hapa Sauti ya Shamba. Soma kidogo tuende tena. Haleluya. Ngoja tushuke kidogo. Yanaitwa mafumbo ya Malkia wa Sheba. Mwenye wafuasi wengi. Una nini ili utafutwe? Kinachowindwa sasa ndani ya mzee yule, yale mafuta, ule uweza, ile neema, kile kibali, ule uchumi, ufe baki unatangatanga. Mwenye wafuasi wengi na ngamia wachukua manukato. Naomba rudi tena kusoma watu wasikie. Mwenye wafuasi wengi na ngamia wachukua manukato na dhahabu nyingi sana na vito vya thamani. Alipomfikiria Sulemani akamwambia mambo yote aliyokuwa nayo moyoni mwake. Naye Sulemani akamfumbulia maswali yake yote, wala halikuwako neno alilofichwa Sulemani asimwambie. Komea tu hapo. Mguse mchungaji uliyekaa naye, mwambie kila unapokutana na Malkia wa Sheba, Mungu akupe macho ya rohoni, ufumbue alichokuja nacho. Anaweza kaja kwako ni mchungaji na kwambia nataka unizae niwe baba, uwe baba yangu, uwe baba yangu, mimi nataka. Sio, ni Malkia wa Sheba. Kaja ajue system, akimaliza kama una jicho la rohoni humuzai tena na kuwa mzazi mwenzako. Hujaelewa nachosema? Humuzai tena. Biblia inasema alipofika kwa Sulemani akajifungua mbele yake. Jicho la 3 la Sulemani likafunguka. Akamwambia hujasema haya tu, kuna na hili, kuna na hili, kuna. Unasahau aliyemjaribu mwanamke kisimani ni nani? Yesu, uso kwa uso na kahaba mwenye wanaume. Ili Yesu akubalike mpaka mwambie una 5 sio mmoja. Usipoona cha ziada ndani yake. Nina binti yuko hapa ni mshirika mpaka sasa. Nilimwona hapa, kaenda wapi? Yule pale. Mwambie anyanyuke yule pale. Mnyanyue tu yule pale bwana. Mnyanyue tu yule. Nawapa mfano. Yule binti, simama tu mwanangu, simama. Najua umeshachoka. Sisi wengine ni vyuma vya mbinguni, hatuchoke, tunasimama asubuhi mpaka jioni. Mnamuona yule dada? Mnamuona yule dada yule aliyekaa pale? Alikuja hapa kusali kwenye mkesha, amekula zaka za Mungu kila mwaka. Mpaka kesho kwake ni kitendawili. Ilikuwaje mchungaji akajua mimi ni mula zaka? Yaani kilichomkalisha hapa si kwa sababu nina Mungu mkubwa. Ni kwa nini nilijua ni mura? Alimwambia kaka yake akasema kwa huyu siondoki, kwa sababu kama alijua matabia yangu anaweza kunipeleka viwango. Binasema Malkia akajifunua kwa Sulemani kadri alivyotaka. Lakini kadri anavyojifunua ni mafumbo yale, sio ukweli. Sulemani akamwambia mambo yake yote aliyokuwa nayo moyoni, sio aliyoambiwa. Aliyosema kwa Sulemani sio yaliyojibiwa. Yaliyojibiwa ni yaliyobaki wapi? Someni tena muone. Binasema Sulemani akamwambia mambo yote aliyokuwa nayo, sio aliyoyasema. Hapa ndipo wanaeleza wachungaji, acheni kwa wajinga, lindeni mlivyopewa na Mungu viweze kusoma vilivyo sirini mwa watu, ndipo mtaweza kusafiri nao. Usifurahie kushangilia kwao. Wanashangilia mdomoni, moyoni wana vingine. Usipoviweza kuvijua vya moyoni, wewe ni bogasi mbele yao. Wewe ni makapi. Yani wanalao moyoni, wanachokisema mdomoni ni kingine, wanachokiwaza moyoni ni kingine. Ukifanikiwa kujua wanachowaza, umewashinda.
Mafarisayo na wanafunzi wa Yesu hawakumwogopa Yesu kwa sababu ni Bwana. Walimwogopa kwa sababu alikuwa anajua wanachokiwa. Gusa jirani yako, mwambie linda ulicho nacho. Kiyajua yaliyoko sirini mwa watu. Kiyajua umeula. Nataka niwatangazie, huwezi fanya kitu sijui na nyamazaga tu. Nilikula yamini. Bro, mimi nakufahamu wewe kuliko unavyowaza. Yaani ndio maana nilikwambia mzee, niletee mkeo na watoto. Wewe nimekugusa? Nimewagusa wale watu wako? Wamejigusa wao. Ukiwagusa tu yanakukuta ya huyu. Acha wao kwa wao wasuguane yaishe. Ndio inaitwa hekima ya Mungu ndani ya mtu. Usimbariki huyu mama kabla wa mama wenzake, kwa sababu huyu achungi wanaume, anachunga wa mama. Haitwi kuendesha semina za wababa, naitwa kuendesha semina za wamama. Kwa hiyo inachohitajika ni wamama washikane wao kwa wao, watiane nguvu wao kwa wao. Haende kwa wamama aonekane ni jasiri. Kwa nini? Ametoka kwa wanaume, ametoka kwa wanawake wenzao, ndio anaweza kwenda. Ukikurupuka bwana. Anasema naye Suleimani akamfumulia maswali yake yote, wala halikuwako neno alilofichwa Suleimani asimwambie. Naye Malkia wa Sheba alipoona hekima ya Suleimani na nyumba aliyoijenga na vyakula vya mezani mwake na kikao cha watumishi wake na usimamizi wao wa ngoje wake na mavazi yao na wanyweshaji wake na mavazi yao na daraja yake na la kupandia mpaka nyumba ya Bwana, roho yake ikazimia. Imagine. Naogopa kuongea hapa, wachungaji mtanichukia. Anasema alipoona nyumba anayoishi Suleimani na daraja la kupandia kwenda kwa Mungu wake. Si swala dogo sana. Inapofika unaitwa baba, unaitwa askofu, tengeneza nyumba ya Bwana wako iwe na kibali. Hata wanaokuja kukuona waseme hapana, huyu ana nguvu nyingine namsaidia. Namna alivyoitengeneza nyumba ya Mungu wake Suleimani. Biblia inasema vijana wanaorekodi, vijana wanaoimba, wachungaji wa shirika, viongozi wanaomsaidia kazi wanavyovaa. Nilimwambia Zena, ndio maana nimemuita hapa. Mwambia Zena, njoo mami, njoo mama, this is what I do in my life. That's why I love this one. Kamwe mnamuona huyu bibi ni binti anayenihudumia. Nilimwambia usivae nguo mbaya, usije ukaja kanisani nywele zako mbaya. Namuulizaga kabla Ijumaa, mami leo unataka kwenda saluni saa ngapi? Kwa sababu wote mnaokuja kuniona atakayewapakulia ni huyu. Akija ananuka kikwapa mbele za mchungaji, akija nywele zimekaa kama maini ya mpu aliyeoza jana, hamtanielewa. Mavazi. Na niwaambiaga vijana mnaokaa hapa kanisani, kaeni mkiwa smart. Wako watu hawaji kanisani kwa sababu yangu, wanaangalia upendo mlionao, system mlionayo, majibu mnayoyatoa, namna mnavyoheshimu. Hakuna mtu ananifurahisha kama Mose. Hata uje unafananaje, akija kwako anainama. Ni mchungaji huyu. Huyu jamani mchungaji. Atainama, karibu baba. Alivyoangalia vijana wa Suleimani wanavyovaa, wasaidizi wake wanavyoenenda, Biblia inasema moyo wake ukazimia. Akaelewa hapa si nguvu ya kawaida inafanya. Haile saga, namwambiaga mamangu, namwambiaga mamu yule, namwambiaga mamangu, namwambia mom, I love you more than anything.
Namwambia Zena, I love you more than anything. Lakini tunakupenda kwa jambo moja. Ni kuona umeoga vizuri, ni kuona umevaa vizuri, unaamka asubuhi mapema kaoge kavae vizuri. Wanaokuja kunitizama ni wengi. Nasema mavazi yake Suleiman. Pigie makofi Pastor Ray na kundi zima la Zena na wengine na kina Bariki pamoja na jamaa yangu. Kiatu yangu ukiitizama inang'ala kama imetumwa. Ukimaliza kuvua tu wanakibeba. Nimekivua wakati namaliza ibada. Hichi hapa. Nimevua tu hii kiatu. Unaweza kazani haijakanyaga nje. Ukivua tu wameenda kukifuta. Vijana waliokuwa mbele ya nani? Ya Suleiman. Mmekaa hapa, mliokaa hapa mnajua. Nikiketi tutamwona amekimbia, ameleta mashine. Usikae na jasho. Mnachukulia kawaida. Kama nimekaa utamwona makoka na kipara chake amekimbia. Baba unasemaje? Baba, inaitwa wangojeo. Wamngojeao nani? Mfalme. Una nini? Ili utafutwe part 2. Second version of the teaching and the preaching of these verses. Ukinialika kwako kuhubiri, nitahubiri tofauti na hapo. Anasema yule dada kilichomchanganya. Kwa nini ajue nilivyo navyo ndani? Kafichuaje? Mama ajui kama nilikuwa najua anahitajika kuja Membesa. Huyu mama ajui. Kaulize timu niliyokuwa nayo Arusha. Niliwaambia huyu mzee ameshafika kunisalimia Washagali. Nikamwambia Pastor Ray nipe pesa. Mama yule pale kamwambia nipe pesa. Nipe pesa. Kwa nini? Akasema twende kwa yule mama. Inatosha. Akasema baba twende kwa mama. Tukapaki gari, nikamkuta mama yuko pale amefungua kanisa. Sikuongea na mtu mwingine, nikaenda nikamhagi. Tukaongea, mwishoni nikachukua mama shika. Mwambie mama shika. Kamfuata baba shika. Afu nikama baba tunaondoka na mama kesho kutwa tukitaka kuondoka. Hakunielewa. Wako watu wakipiga magoti huku duniani, nyumbani kwao vyumbani wanalia. Unamwambia Mungu, lini utanipumzisha? Lini utanistarehesha? Lini utaniburudisha? Lini utaiangalia kazi yako? Wakati wanaomba hawako rohoni peke yao, na sisi tuko rohoni. Tunasikia mioyo ya watu wanaotafuta uso wa Bwana. Unajikuta unatafuta, ukifika kwako ukimwangalia anasema walioko rohoni wanajuana. Nilimwambia mzee yule, naomba niondoke na mama. Na naenda naye aende kupumzika tu. Sema ninafanya anakwenda kula na kulala kwa mwanae. Sio kitu kingine anachokwenda kufanya. Anaenda kula na kulala, acheze tu na wajukuu, asikilize ndege wanaimba, akirudi amejazwa nguvu mpya. Una vitu vingine ukivisikia vinazungumzwa, usipoweza kuwa na macho ya rohoni na masikio ya kuwasikia waombaji walioitwa, utumishi wako unaweza usiende mbele. Nakumbuka jana ulikuwa na mimi pale, nikakwambia hiki ni cha nani? Nani ana hiki? Nani ana hiki? Nikakuandikia nikamwambia mwenye hiki lazima tumalize hiki kwanza. Lazima uwe na uwezo wa kusikia na kuona. Yesu anasema Suleimani alichokuwa amekibeba akikuwa cha kuhubiri tu, cha hekima tu, kina uwezo wa kujua yaliyoko huko ndani, alafu kikatoa majawabu. Lazima usimame. Mimi ni mtu mzima, aseme amen. Zena aje hapa. Nilimwambia Zena kae hapa kwa sababu ni mfano leo nitamtumia sana. Naomba uje Zena. Ikiwezekana ukae karibu, nikiwataka kutoa mfano unakuja. Uyana umri gani? Si mdogo tu. Lakini ndo mamangu. Ngoja nikuchekeshe. Haya nakuambia, alafu nitampa maiki ashuhudie. Mnamuona hapa liko. Nikiumwa njaa na umwa njaa. Ule umoja amejichukua akawa mimi. Kuna time anaomba anasema mabaya asimpate mwanangu, yanipate mimi. Nini maana yake?
ana uwezo wa kujua sasa hivi ana njaa, sasa hivi anataka kulala. Hamjaona nikiwa nimekaa na watu wanakuja na mwacha alale? Sio yeye. Umoja wa roho, ikiwepo roho ya mtu inayoweza kutambua ulivyo, mshukuru Mungu. Niumwe njaa niwe wapi, niwe mbali wapi, Zena anajua. Nikishikwa homa anajua nina homa. Anakuja na kumwambia baba, huko sawa, nikupe dawa gani? Ninavyojisikia wewe ndo una tatizo. Ifike sehemu ambayo watu mnaweza mkapanda rohoni. Wanaokuja mbele yako hawahitaji kusimulia wanachopitia, wasimulie wewe wanachokipitia, halafu uambie Bwana amenambia hivi, tupite hapa. Una nini? Ili utafute. Ndio maana asubuhi sikuweza kusema haya, wasingeweza kupokea waliokuwako. Mwambie jirani yako ubarikiwe. Yesu anasema Malkia mstari wa 2, naye Suleimani akamfumbulia maswali yake yote, wala halikuwako neno alilofichwa Suleimani. Sio Malkia, sio Malkia aliyefichwa. Suleimani hafichwi chochote. Ukija mbele yake, ukija kwake, anajua una hela ya kodi, umemtukana mama yako, umemdharau mchungaji, halafu anajua kila kitu. Akimaliza na kuambia pa kupita ni hapa. Mguse jirani yako, mwambie Bwana akupe neema. Ulichopewa na Mungu kiwe na uwezo wa kuvitambua walivyopewa wengine. Sijaeleweka nachokisema? Ulichopewa na Bwana kiwe na uwezo wa kutambua walivyo navyo wengine. Kuna watu wakisikia nampenda Zena, simpendi sababu ni binti. She knows me. Ananijua kwamba ana hasira zitaisha kesho asubuhi, nitamtafuta. Hana hela kwa sasa, niende nimwambie mwanangu, ulinipa pesa tukiwa Mwanza $1,000,000, nilikupa 800 zile, nilibaki na 200 hizi hapa mwanangu, chukua. She does that always. Wengine wakisema anajua how you are. Maana wanaeleza, mke wangu namuona aliko, akipita sehemu akaona vitu, anajua hiki kinamfaa baba, huyu ni mume wangu, nampelekea hichi. Wakati mke wangu anamtengeneza Zena, mnaona huyu mama anapiga magoti masaa, anamwambia yule bwana, yule dada, mbia baba, Mungu umenipa mume anayezunguka sana, mimi nalea kanisa liloko hapa. Mlinzi anayeweza kukaa naye ni Pastor Ray, ni Zena na wasaidizi wake. Walinde, wasimamie, wasije wakasinzia wakammaliza. Una vitu Suleimani alikuwa afanyi kweli, yani walikuwa wanafanya makuhani. Sio Suleimani anayetoa majibu, wanaotoa majibu makuhani. Kadiri wanavyombeba Suleimani mbele za Bwana, maana wakati baba yake anakufa alimwacha mdogo, akamwacha kwa makuhani. Kwa kila wanapofukiza uvumba wanasema, Bwana linda mtoto wa mfalme, Bwana linda mtoto wa mfalme. Na ndio maana hakuna mtu nampenda kama Pastor Ray na Zena. Tukiwa safarini, mnajua watajikunja sehemu makoka, unajua unavyoamshwaga tukiwa safarini. Unaweza kujiuliza wanalala saa ngapi? Lala unavolala, ikifika saa 10 Zena yuko mlangoni. Uko salama? Namwambia yeye, ujajifunika, jifunike kuna mbu. Anaondoka. Ukikaa kidogo utamsikia Pastor Ray amenyanyuka. Upo. Usikubali kulala mfalme akalala peke yake muda wote. Fika sehemu gonga, wenda amekata kauli. Ndio maana wakati mwingine wachungaji, ukiona imefika sehemu mchungaji anazurura peke yake, naenda kwenye injili peke yake, kiwango bado ni cha kitoto. Pigie Yesu makofi kama unampenda. Anaitwa Malkia wa nini? Una nini? Ili
utafutwe. Ngoja tusome watumishi wa Mungu. Twende mstari unaofuata ni 3. Na Suleimani akamfumbulia maswali yake yote, wala halikuwako neno alilofichwa Suleimani. Ni lazima Mungu naye mtumikia akujuze kundi lako lina shida gani. Yesu anawaambia wanafunzi, anasema mchungaji wa mshahara hajihusishi na kondoo, lakini mchungaji wa kweli anajua kondoo wanaumwa sehemu gani. Hata kabla hawajamwambia kwamba tunaumwa, yeye anajua wanaumwa wapi. Haleluya. Sio lazima mshirika kusimulia anayopitia. Muite, mwambie hii pesa naenda katumie. Umeshajua na uhitaji. Ikifika sehemu Mungu anakupa maisha ya watu wako, unayajua kabla hawajakwambia, mshukuru Mungu sana. Mshukuru sana. Haleluya family. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wanaosema tukomea hapo kwa sasa wanyoshe mikono. Wanaosema tushuke kidogo nyosheni mikono. Wanaosema tuongeze kidogo hata dakika 2 nyosheni mikono. Kwa tuzungumze kama Bwana atakavyo. Anasema, na Malkia wa Sheba alipoona hekima ya Suleimani na nyumba aliyoijenga. Mguse mchungaji uliyekaa naye. Mguse tu madamu uko naye, ni nabii, ni mtume. Mwambie kuna heshima utapewa kama una kwako. Mguse tena. Mwambie kukaa kwa wenzako hakutakusaidia. Unashuka viwango mbele za Mungu wako. Kwa hiyo watu wanapokutazama anakushusha viwango. Sijiite nina jina kubwa duniani alafu kwako hakuna. Inasema heshima ya Suleimani haikupanda tu, bali Malkia alipoona anakoishi Suleimani, anasema this is a man. This is a man of God. He speaks what God has given to him. Anaongea kila ambacho Mungu amempa. Inaleta shida sana wachungaji. Haleluya. Haleluya. Kama nimepanda sana mniambie nishuke mje kiwango chenu. Kwa sababu naweza nikazungumza ukasema ananisimanga. Hakuna kitu mbaya kama kuwahubiri watu uongo. Baba ni mwenye nguvu, ametubariki. Una nini? Alichokupa Bwana tukione. Wangapi mtanialika kwenye semina za wachungaji? Na wangapi hamtanitaka kwa sababu wachungaji wenu watawachapa? Hata chorus ya soma hatujafika. Iko chorus huko chini. Na Malkia alipoona jinsi nyumba ya Suleimani ilivyopambwa, ilivyopangiliwa, ilivyowekewa sofa nzuri, ilivyowekewa reza, ilivyowekewa kila kilivyo, akaunganisha hekima yake na anavyoviona, akaelewa huyu ni mtu mwenye mindset. Ukimleta mtu yeyote ndani ya kanisa hili atajua huyu mwenye kanisa ana nini? Ana hekima. Kichwa kinafanya kazi. Kinachofanya mambo makubwa haya sio hela, ni hekima aliyokupa Mungu. Hakuna mchungaji asiyepata hela. Wanapata hela ila hawana hekima. Hawana. Na tunavyosema hekima, tunaangalia hekima uliyobeba inaleta nini duniani. Ukishakuwa na maarifa na hekima, ni lazima vinavyotoka ndani ya kichwa chako vionyeshe wewe ni nani. Nini maana yake? Mazao ya mafanikio ni lazima ya aksi unachokisema. Kama unasema Mungu ana kila kitu, tunataka tuvione ulivyovichukua kwake mwenye kila kitu. Ndicho Malkia wa Sheba anachokisema hapa. Nilivyotazama hekima ya Suleimani na nyumba aliyoijenga, mama wa watu akaongeza kingine. Ngoja nisome. Anasema na nyumba aliyoijenga, mstari wa 4, na vyakula vya mezani mwake. Hakuna kitu kinaleta shida. Pigie makofi zena alafu aje mbele niongee.
univumilie leo, utatembea sana mpaka bado masaa 3 naongea, kwa hiyo uvumilie kipenzi. Hawezi. Jana nikiwa niko ndani akanambia, baba leo ulikula kitu fulani, nataka leo ule kuku, alafu kesho nitakupa samaki. Na maanisha nini? Ukishaona Mungu amekupa kitu, ni lazima kitu alichokupa kitengeneze diet, kitengeneze maakuli yatakayokuongezea ufahamu baadaye. Alisimama Zena akasema iwezekani baba akapikiwa na kila mtu. Tulikuwa hapa kanisani, mnakumbuka kipindi hiko, na ni katoto tuko kule kanisa, asema hapana, baba si wanakula na kila mtu, chakula chake kipikwe peke yake. Unaweza uketi mama, chakula yake ipikwe peke yake. Sasa ukitaka ugombane na huyo dada apike, alafu apakue chakula cha watu wote, upite ule hapo, ule kwenye hiyo meza ya watu. Akifika akawakuta mnakula na mimi, mnakula, mnaofahamu anafanyagaje? Hilo jicho nitakalo chapwa, atakumientura kwa jicho. Naambia jamani, kasha kuja, na nyanyukaga haraka kuondoka. Fika sehemu, heshimu wanaoyajali maisha yako. Na unaweza ukaona kwa nini namtii? Ni mdogo ndio, lakini ndiye amebeba ulaji wangu. Akwambia staki, haraka sana acha. Akwambia nani anakuambia kula kwa watu? Kwa nini ule? Mwambie ni njaa, mwambie, akwambie usirudie tena. Alafu mwambie nisamee mama. Unaweza ukawa mkubwa lakini huwezi kujitunza. Na vyakula vya mezani mwake. Na hapa huwa naeleza wachungaji wote mnaokaa katika huduma, Bwana akishakujalia ukasimama, usiharibu mezani nyumbani kwako nakoishi na mezani nyumbani kwa Mungu. Usikosee. Acha watu wale wanachokitaka. Wako watu wanapokuja kwako hawaji kwa sababu wanakupenda, wanakuja kujua watu wako wanakulaje. Bwana asifiwe. Kuna mchungaji ananisikia, anasema alivyotazama vyakula anavyokula Benja yule Benja body yule body Benja mume wake na askofu wangu msaidizi. Siku moja alikuja hapa akatuambia, ni mimi wewe, si ndio hivyo? Alisema mimi hapa, Msamaria na Rehema. Akatuambia acheni kuvaa ujinga mnaposimama kuhubiri. Hakikisheni mnavaa nguo zenye viwango, kwa sababu wanaowatazama wawaoni kama wasio na kitu. Wao wakija mbele yenu wanajua mavazi yenu lazima yawe na viwango. Niliwahi vaa t-shirt, alinipigia simu Benja, anararama, anasema kwa nini umevaa hivyo? Nikamwambia mtumishi, hii t-shirt ina nembo ya kanisa, kwa hiyo ni ya kanisa. Akaniambia okay, nimekuelewa, nilikuwa sijaiona. Akatazama chakula chake, mavazi yake. Wakiwepo hapa kanisani, kuna Esther, kuna Msamaria, kuna Rei, kuna Zena, kuna mama mchungaji, hawawezi kukubali nifike saa 4 sijanywa chai. Bali mfalme lazima ale, ili hekima itoke ndani yake. Linda sana anachokula baba yenu. Linda sana anachokula kaka yako anayekulea. Linda sana anachokula mumeo. Una nini? Ile kitafutwe. Ndo somo letu, second version of the preaching, day 1. Tutakwenda number 2, tutakwenda number 3. Hapo tu tutapita hapo kwenye mistari hiyo na mtapata kitu kipya. Vyakula vya mezani mwake na kikao cha watumishi wake. Akikaa kwenye kikao, watumishi wanavyo behave. Na hapa ndipo wanaeleza ndani ya kanisa, mkiitwa kwenye kikao una sababu ya kuchelewa.
Nimeona wakati mwingine mtu anasema waambie watu waingie ndani, halafu mtu anaendelea na shughuli zake. You are stupid. Inapofika mfalme ameita, mnahitajika, acha kila kitu, msikilize kwanza, halafu mwende kuendelea. Ukishajua ni mtoto wa kanisa hili na ni mtoto wa Kakiziba, iwe ni askofu kanda yoyote, iwe ni mchungaji wa aina yoyote, nikisema waambie waingie tuongee, hamwezi jua Mungu anataka msikie nini. Acha kila kitu. Sijawahi ona mke wangu nimesema na wahitaji akachelewa. Anaachaga kila kitu kuja kusikiliza Mungu anataka nini. Nampenda mzee Msema, mwangalie yule mzee na umri wake huo. Nikisema tuna ibada jioni, anaendesha gari spidi kwaka, anakunywa maji, anakula chakula, anamwambia mke wake nahitajika haraka kwa baba. Eleweni hii kitu. Kikao cha watumishi, how they behave, wanavyoheshimu na wanavyokuwa na nidhamu, kukiheshimu alichobeba Suleimani mbele yao. Mwaweza kuwa na baba mzuri aliyejawa mafuta, mkapoteza mafuta kwa sababu amjali anapowaita. Mama yangu ni mnyamazifu sana wakati mwingine. Zena anapenda kukaa kimya wakati mwingine. Kwangu ni tatizo. Akikaa tu kimya hajacheka, kwangu taweza gombana sana. Kwa nini uongei? Tumana mkiwa kwenye vikao vyenu na viongozi wakubwa mlionao, wale mnaojua ni baba zenu, kaeni kwa nidhamu. Sio mnakaa kwenye kikao, mmekuja kwenye kikao na baba yenu wa kiroho amewaita kwenye kikao, kwenye kiti unakaa umejimanua. Kaa kwenye kiti unamsikiliza baba. Uko kwenye kiti, mkono naweka huko, uko mbele ya mchungaji. This is wrong. Have a good seat. Na binti yangu yule wa kike, hata mkae masaa 10, nikishashika maiki baba yake anaelewa baba anakwenda kudeliver material, atakaa kwenye kiti hivyo hivyo mpaka unamaliza. Nimekuta tumeenda kwa mtu kusikiliza semina, washirika wanazulula, na aliyesimama ni baba yao wa kiroho, wanazulula, wako busy, hawana muda. Yani wanafanya vya kwao eti. Sauti ya shangwe, haleluya. Kuna mtu ananisikia kidogo, mwambie una nini ili utafutwe. Version 2 of the preaching. Anasema na vyakula na kikao cha watumishi wake na usimamizi wao wangoje wake, wanavyosimamia mambo protocol, au wangoje wanaitwa protocols, wanavyokuja wamejipanga, wanavyorudi toka kwenye shughuli zao, wanavyoripoti kwake, mfalme nimerudi, mfalme nataka kwenda sehemu, mfalme niko hapa, mfalme unataka nini. Tuna watu ndani ya kanisa wanaishi na baba yao, anaweza akaamua aondoka aenda anakotaka, na ni mchungaji yuko chini yako, haagi, hataki barua, hataki yani linaondoka tu kama mzee Msemo hawezi kwenda popote, atanipigia simu, baba nasafiri kwenda Moshi, na umri ule. Inaitwa wangoje wake na usimamizi wa. Uliyempa 50,000 kwa ajili ya chakula hali pesa mpaka chakula kimepatikana. Uliyemwagiza umeme hapigi panga la juu, wote wanasimamia vitu vinakwenda vizuri. Pigie makofi, bariki Sarapion. Hili ni kanisa ambalo yani sijui niambie, hapa kuna upepo unapiga mpaka unashangaa, lakini wewe usiona kitambaa kimechanika, wewe usiona kimejikacha, hakikiona kinane. Unamwona jana mlikuepo ndio jana, nyosha mikono, anakuja anaangalia madhabahu palipo, anachukua mfano, anasafisha, anatia maji. Usimamizi wao wa mali za kifalme. Hivi unaweza kukuta mtu ana vyombo vya muziki viko kanisani, hawavifuti uchafu, hawafuti vumbi, vinadadana. Anasiuliza nini kimetokea? Wangoje wake hawasimamizi kwa uaminifu. Na makanisa mengi yameuawa na wasaidizi.
vyombo vya makanisani, maiki za makanisani. Mimi maiki yangu nikimalizaka kuhubiri, namuonaga binti yangu, mama yangu, anachukua hii maiki, anafua makaratasi yake, anaosha, anakausha. Na sio hivyo, anaweka sanitizer hapa. Anaweka sanitizer hapa. Anakuambia ukiugua midomo, ninayeteseka kukutibisha ni mimi. Maiki hii mfateni tena waambie. Usimamizi wa wasaidizi wako kanisani. Unakuta mtu ajali chochote. Hawezi kujali kwamba hizi ni pesa zimetumika. They don't care. This is. Unakuta wakati mwingine tukiwa tunahubiri injili hivi, tunaogopa kwenda kwenye makanisa ya watu kwa sababu ukihubiri injili ya design hii wanaweza wasikualeke tena. Lakini mimi sihubiri injili, nahubiri Biblia ilivyotaka. Na mimi nasoma mistari watumishi wa Mungu. Anasema na kufika ni pabaya kwa wachungaji. Najua mtanichukia na mtanisema vibaya baadaye, lakini nitasemaje kama Bwana amenipa agizo? Yanipasa kuzungumza. Anasema na vyakula vya anasema wangoje wake, na kikao cha utumishi wake na masimamizi wangoje wake, na mavazi yao, na wanyweshaji wake na mavazi yao. Hapa sijui nipaseme nipaache, nipaseme. Hakuna kitu inaumiza kama wasaidizi wa wachungaji kuvaa nguo mbaya wakati wachungaji wamevaa nguo nzuri. Mungu anitoe hapo, wasaidizi wangu wanavaa vizuri. Kikuta Meza amesimama amevaa suti nzuri, Kutabariki amesimama amevaa suti nzuri, Kutazena amesimama amevaa vizuri. Mtu pekee ambaye sijanunua mavazi yake ni Pastor Ray kama sikosei. Na siwezi nunua sana kwa sababu nakutaga amependeza. Sasa nafanyaje? Yani inaleta shida. Wachungaji, kuna mdudu gani umewaloga? Mnawezaje kuvaa suti nzuri? Wasaidizi wenu wanaowasaidia kuendesha huduma wamevaa vibaya. Yani mchungaji, sadaka zinazoletwa kanisani anabugia zote. Praise wanunulie nguo, msaidizi wake katibu amvalishi, sijui nani amvalishi, yani wanafanana na makukukuku tu. Yani. Nawatakia usiku mwema. Tukutane version 2 kushuka chini. Uone mstari mpaka wa 9. Nikomee hapo kwa leo. Wangapi mnanielewa? Fika sehemu, elewa utukufu wako unakuja kama wasaidizi wako nao wametukuka. Simama chini kwa miguu yako, alafu tuombe. Najua mnatamani tuendelee, lakini leo tunakomea hapo. Tutakutana saa 3 usiku. Nyosha mikono yako hivi, sema: Bwana Yesu, kuna kitu umenipa akiwezi kupendeza kama walionizunguka akiwapendezeshi. Sema na yakili yale maneno yako ya kwamba tuanzie Jerusalem, kisha twende Judea, na kisha Samaria na miisho ya nchi. Hivyo basi nipe neema nitakapoinuliwa, ukakitumia nilicho nacho kusababisha matokeo, nisije kuwa mbinafsi, katika jina la Yesu. Amen. Karibu Pastor Ray kama una la kusema na watoto wako, na baada ya hapo mutashika maiki, muniletee kiti niketi hapa, mniambie mmejifunza nini. Pastor Ray, karibu.